Taarifa ni kwamba bodaboda alimkwepa wa baiskeli ndio akaingia kwenye gari. Kwa hiyo ndio na gari ilikuwa haina speed, basi ndio akajikuta ishamvaa. Yaani bodaboda anaweza katoka hivi, hamna barabara, yeye anajichomeka bila kuchukua sheria, basi najikuta isha majanga kama hayo unavyoona. Kwa polisi walipofika, lakini nguvu kidogo ilikuwa ndogo, maana vijana walikuwa wanazidi kujikusanya. Kwa hiyo tukajaribu kuwazuia, lakini nguvu haikutosha. Huko polisi wengine nao wanakuja, vijana walikuwa shajaa, wako na mawe na kila kitu, ndio ikatokea kama ilivyotokea. Nilikuta tu pikipiki kwa uvunguni, lakini bodaboda walikuwa upande wa nyuma, kwa naona watu wengine walikuwa wanahangaika naye, lakini gari na pikipiki vilikuwa viko pamoja hapo, pikipiki kwa uvunguni. Taarifa ni kwamba bodaboda alimkwepa wa baiskeli ndio akaingia kwenye gari. Kwa hiyo ndio na gari ilikuwa haina speed, basi ndio akajikuta ishamvaa. Yaani bodaboda anaweza katoka hivi, hamna barabara, yeye anajichomeka bila kuchukua sheria, basi najikuta isha majanga kama hayo unavyoona. Kwa polisi walipofika, lakini nguvu kidogo ilikuwa ndogo, maana vijana walikuwa wanazidi kujikusanya. Kwa hiyo tukajaribu kuwazuia, lakini nguvu haikutosha. Huko polisi wengine nao wanakuja, vijana walikuwa shajaa, wako na mawe na kila kitu, ndio ikatokea kama ilivyotokea. Nilikuta tu pikipiki kwa uvunguni, lakini bodaboda walikuwa upande wa nyuma, kwa naona watu wengine walikuwa wanahangaika naye, lakini gari na pikipiki vilikuwa viko pamoja hapo, pikipiki kwa uvunguni. Lori hilo liliungua moto na wananchi walikuwa ni wengi, kwa hiyo ikatokea taharuki. Katika taharuki hiyo imesababishwa na bodaboda pia baada ya kugongwa mwenzao. Sisi baada ya kufika hapa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwenye eneo hilo, tulianza kazi yetu ya kuanza kuzima moto huo katika lori hilo ambalo lilikuwa linaungua. Lakini wananchi walikuwa ni wengi sana kiasi kwamba ilituletea changamoto katika uzimaji wa moto kwenye lori hilo. Baada ya kuanza kuzima moto huo, wananchi wengi walioko katika eneo hilo walianza kutushambulia kwa mawe. Wanasema kwamba tusizime moto lori hilo kwa sababu limemgonga mwenzao. Kwa hiyo limepelekea kuharibu gari letu. Kioo cha mbele kimevunjwa sana na wananchi hao. Kwa lori hilo ambalo tumekuja kulizima, limeungua kwa upande wa mbele kibini, lakini katika sehemu zingine tumeliokoa. Kwa maana ya kwamba tuliwahi sana katika kuja kuzima moto huo. Katika eneo la tukio hatujapata taarifa zaidi ya majeruhi, isipokuwa taarifa zinazosemekana kwamba huyo bodaboda aliyegongwa na hilo lori inasemekana alifariki. Lori hilo liliungua moto na wananchi walikuwa ni wengi, kwa hiyo ikatokea taharuki. Katika taharuki hiyo imesababishwa na bodaboda pia baada ya kugongwa mwenzao. Sisi baada ya kufika hapa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwenye eneo hilo, tulianza kazi yetu ya kuanza kuzima moto huo katika lori hilo ambalo lilikuwa linaungua. Lakini wananchi walikuwa ni wengi sana kiasi kwamba ilituletea changamoto katika uzimaji wa moto kwenye lori hilo. Baada ya kuanza kuzima moto huo, wananchi wengi walioko katika eneo hilo walianza kutushambulia kwa mawe. Wanasema kwamba tusizime moto lori hilo kwa sababu limemgonga mwenzao. Kwa hiyo limepelekea kuharibu gari letu. Kioo cha mbele kimevunjwa sana na wananchi hao. Kwa lori hilo ambalo tumekuja kulizima, limeungua kwa upande wa mbele kibini, lakini katika sehemu zingine tumeliokoa. Kwa maana ya kwamba tuliwahi sana katika kuja kuzima moto huo. Katika eneo la tukio hatujapata taarifa zaidi ya majeruhi, isipokuwa taarifa zinazosemekana kwamba huyo bodaboda aliyegongwa na hilo lori inasemekana alifariki. Ninawaomba sana wananchi, hasa wa vijana, kujichukulia sheria mkononi. Kama ajali imetokea, taratibu zipo za kisheria, ziko wazi kabisa. Sasa hii kwanza kuleta munkari, unaanza kwenda sijui kuna choma gari moto sijui nini, taratibu za sheria zipo. Hiyo ndio wito wangu, nawaomba kabisa wahakikishe kwamba kufuata sheria, kutojichukulia sheria mkononi. Ninawaomba sana wananchi, hasa wa vijana, kujichukulia sheria mkononi. Kama ajali imetokea, taratibu zipo za kisheria, ziko wazi kabisa. Sasa hii kwanza kuleta munkari, unaanza kwenda sijui kuna choma gari moto sijui nini, taratibu za sheria zipo. Hiyo ndio wito wangu, nawaomba kabisa wahakikishe kwamba kufuata sheria, kutojichukulia sheria mkononi.